buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili. Unauma moyo, unauma moyo, unauma moyo. Ukisubutu kutuma na ulitua jigeto, kivipi nitongoze mchana usiku umbeposho? Wanapenda kuku, wanapenda chipsi, wanapenda nyama kucho, wanapenda bia. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili. Naona mmetulia tu leo mnazo. Anyway, acha tu. Unaponiona hapa simu hata haijaita sasa hapa tunaipataje hapo? Sasa hizo. Leo basi tumeifanya gani kwa sababu Kwa hiyo mdogo wangu, yaani unaanzaga sasa mpaya vocha tusikueleane ujue kila muda vocha, wazi maisha wewe. Asa jamani dada. Asa nisipopata vocha mimi napataje sasa? Nikiweka vocha mimi nikianza hapo nikiingia zangu WhatsApp nikijituma na nikijiposti. Wameniambia bwana njoo. Kwa mimi ninapoweka chips hii hapa mioni au Kwa kweli nikupatie jambo. Halo. Napo baba. Waza maisha. Mimi muda mwingine nakupa fulani hapa sio nimete fulani zako hapa za kuwekwa vocha tu kwenye simu. Wewe vocha ya 2,000 kila siku nini vocha. Hiyo vocha natumia siku moja. Hapo mbona jazi mnanichamba mimi? Wazi maisha, kitu chako hiki bomu, waza maisha. Kwani maisha siazi, singekuwa siazi maisha mimi ningekuwa na baba. Ningekuwa na Kwa hiyo kupanda maisha. Ndio maisha hayo, maisha. Hata usipokuwa rafiki unakaa. Kwanza usimjibue. Basi Na madamu sasa hivi. kama na wale Usimtibue. Hayo mambo yako kaongee huko, maana nakwambia kutumaisha unaniona mimi hapa mpumbavu. Unaniona mimi mtoto mwenzi. Mada gani basi sema na wewe. naona hapo una jipya, tupe jipya. Jipya alipo tena kubwa sana. Wewe naye muda mwingine mimi naongea na chezea msimu wako huo. anauzi huyu, mnaniambia nini afu huyu anachezea simu hapo mnamnyamazia kimya. Tulia. Haya, tupe story tena. Mungu. Nimepata mshika. Mzee. Kijana kwanza ukimwona mashallah. Anavutia. Shida sio wewe dada. sasa Juruku zipo. Ubaya naonchanganya weka. Anataka kunioa. Mambo ya kutoa sasa tumalizane hataki. Halo, Hiyo naelewa. Hapo naelewa sasa. Hebu stake wapi? Shoga kicho kinaniuma. Mimi nishakwambia kabisa kitu ya 2,000 unaanza mpaka uzeeni. Mambo ya ndoa mimi kumzana kichwa mzee sitaki. Shoga yangu. Hapo unajiongea. Umenisusa. Kiukweli nina siku nyingi. Yaani kwa hiyo hukumu hiyo na demo. Kiukweli nina siku nyingi sijaja dadangu. Lakini nikija hapa kama unavyonijua. Siji mwepesi. Acha wewe. Nikija lazima nina mzigo. Na kuona umejaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana leo nimekuja na jambo. Jambo gani tena? Mimi na jambo gani? Taifa nzima wanajua watoto 2,000. Yaani hawa watoto 2,000 ya hawa. Unanifurahisha wewe. Jana bwana. Asubuhi. Hata kukua kwanza hajatoka nje. Nitoke zangu nje. Unajua wewe na wanapokaa na mimi napokaa karibu. Bwana. Mtiti asubuhi sio mchezo. Wewe. Yule sijui zama yule. Kamaradi Na lichepuko lake bwana. Limeenda nilio huko alijapewa hela. Asubuhi nimesha mtiti pale majirani wamejaa watu asubuhi ile. Wewe za maradi hivi kelele. Mimi hivi macho. Kasema yule si za maradi yule. Kala mshairi asubuhi yote hii. Makelele kisa kama jampai. Mimi nimetoka jasho nimesahau peni ndani nimekimbia ndani nimechukua peni chacha kama kawaida. Kwenye maandishi. Sicheleweshi. Kwenye hiyo bwana.
Mimi naenda. Sasa mbona haraka? Mbona kishali majicho juu juu? Nauliza. Unatoka hapa kwema? Kwani kuna nini? Umeongea nini? Kile kinachoongeleka tauni kwangu mkija nyewe muulize. Mmekuja kusuka unamwongelea yule? After unajifanya sio mbea wewe dada wewe. Umbea kazi tu, jina ndio baya. Tuondoke. Mimi mwenye kitu wa vitoto vya 2000 na kazi na wewe. Ikisha ni kelele na malaya mimi. Ovyo. Wote. Kwenye simu anicheki. Kwenye simu anaanza kucheki ile lakini nimeshachaji au internet kalio hana. Utakuwa hujamtumia hela ndio maana atokee. Sema nini? Aisha mwenyewe ananielewa. Kwa mimi nazingatia safi. Kweli? Mwenyewe ananielewa vizuri. Sema ndio hivyo tu na mambo mengi sana. Sema nini? Siwe kesi. Ile naomba tu mpeleke. Mama mimi sio kabisa. Ukiangalia taarifa kuhusu taarifa imefika kabisa. Au sio? Naenda kumwambia pale vizuri bwana, sema hivi na hivi na hivi na kupanga. Yaani hivyo tu. Kama itawezekana kesho kama nitakuwa na muda niende. Sawa. Kwa kama taarifa zangu mama bwana sema na mazungumzo naye muhimu sana. Yaani kama inawezekana aforce basi kesho tuonane nimshia maana dada. Na mimi sienda na siku mbili sijamuona nisijisikia. Hivi shemo una hata saa 5 hivi hapo. Sema nini? Peleka taarifa. Alafu mimi nitajua tuishije mimi. Shemu nawe. Mimi nakupangilia hilo swala manake safi kwangu mimi. Ndio najua kabisa maki nakaa na kwenye kile yangu najua kabisa ni madeni. Ukifikisha taarifa na kuahidi ukifikisha taarifa sio 5000. Wewe. Mimi nakwambia yani kwa jinsi nimeona sipateni taarifa. Ayo imeisha. Yaani hapo unakuwa na nguvu. Nikishatoka hapa safari moja kwa moja. Mimi nimekubali hicho. Yaani hicho ndio ninachokubali. Basi usijali. Yaani imeisha hiyo. Basi mimi nashukuru. Ndio kana tunataka watu wangu. Kana wewe. Ndio kana tutatoa watu au vipi? Nachukulia poa kushona mchocholoni, unajua kama anasoma au vipi? Wewe unamjua yule mimi nani yangu? Maria. Kuja kuchinja siku. Hapo hizo zona roho mbaya sana. Ndio unanielewa? Mwenyewe nimeipenda hiyo. Alafu mtoto mwenyewe kumbe mzuri kabisa, unasuka wala askari wangu. Nige na cheni hiyo chaku. Bwachani! Wewe una hela au? Oi. Naweza nikakuweka hata ndani. Mimi unanielewa? Alafu ule mimi mdogo wangu. Tunaelewana au unaisikilizia tunaichukulia poa nini? Kana mbatarabu au vipi? Poa boy. Kila ushauri hamtaki. Uzi mimi nimewaambia. Biashara hii hailipi, vitu vinazidi kuoza. Unaona uone nataka ushauri bado, sio nataka dada biashara hailipi kwa juu na wiki kwa baba. Matango haya unaona yanazidi kuanjana. Mwisho wa siku utaona mimi nauza hela na kunyima au nafanya mambo yangu, kumbe biashara yako hii hailipi dada. Kwa mkopo wa shilingi 50. Je, mimi hapa.
Mikali yako unaingia pale kuna mwanangu sana na baada kwa 60. Nikija nikizaida na kugea wewe ukalipe. Lakini haya maisha kiasi tutaangaliana hapa. Maisha yazidi kuwa magumu kiasi mkopo na ongezeka. Haya baba mjengo, tuambie kipi tufanye? Kwa hiyo wewe, hivi unaniona mimi chizi? Watu mkuunde au kitu gani? Hivi kitu gani kuweza kunisumbua? Jambo nini? Hela yetu tumepata. Hapo sasa kujipozesha hapo. Ongea na nini unakuja? Wewe. Jamani fanyana usahau hakuna dada. Hebu ongea na mimi naenda sana na hapa. Sasa kwa nini anaingilia? Wewe na mama naye kwanza. Wewe kwa nini mdogo wako anaingilia? Achana na yule unaongea na mimi. Hela yetu. Tunaenda 30. Tasampa. Kabisa. Yaani hana hata sababu. Wewe, msanga. Unataka gani? Tutapata hela ndokeni basi. Toka unajitaka kwa sababu umeshalipiwa. Elfu mbili watoto buku mbili. Unauma, unauma, unauma moyo, unauma, 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 unauma moyo, unauma, 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 unauma moyo, unauma. Ukisubutu kutuma na ulitua jigeto, kivipi nitongoze mchana usiku mbepo. Madam, nimekuelewa na nitaangalia sehemu gani nilikokosea madam, ila kusema kuwa mimi kuna mtu labda na nimempa hivyo vitu, hapana madam. Yapo, yani sijui venyewe imekuwa kwaje. Sitaki utabia ijirudie. Kwa sababu ni shati kubwa sana utokea. Madam, nitaangalia jinsi ya kufanya na nitakuwa makini. Ikijirudia na kukata mshahara. Sawa boss, nitakuwa makini. Sawa hivyo nitakuwa makini. Na kata mshahara wako. Sawa madam, nimekuelewa. Ya kushika. Watoto 2000 bwana. Bala. Mshoto kutembea kazi, leo unaona peke yako. Hapa ndo kuna. Sikia. Nataka huko. Hata sio kulitia nafsi kujitolea kwako, wao ni pale na majao. Wao wanakuja na pesa. Leo hapo akija kuletea hela, usiletee maongezi dada yangu, tujalipia mshikaji kazi bure. Watu wenyewe wanachukua mashamba kama bodaboda au bodaboda wana hela za kuwaonga. Sio kama mteja anachoka. Haki yangu, shauri yako mwenyewe. Watakwenda nuksi na kijiwe chako, wewe shakaga hivyo. Mimi anapokuwa mimi ndio kijaga na wewe. Juzi hapa na hata kama na leo wewe mwambie kama mnapiga story amletea anifanyisha dada mjini hapa. Karibu. Asante. Samahani sana sister kwa kutolea wateja wako. Bila samahani.
Ila kuna jambo moja nilifanya mpaka mimi niliapa. Mambo gani? Na kasichana fulani hivi kafupi hivi anaitwa Epi. Sijui unamfahamu? Ya, ndio namfahamu. Kwani wewe nani hapa? Nikondolesha. Yule mimi ni mdogo wangu. Oh. Ni mdogo wangu kabisa. Tumezaliwa watu wawili tu. Mimi ndo mkubwa, yeye ndo mdogo. Si fupi hivi kina mwili. Okay. Sasa mimi mdogo wangu ule ananiumiza sana, moyo wangu ananisumbua sana. Na wazazi wangu waliniachia yule nimlee toka uko mdogo. Lakini sasa yani alipofikia mpaka anashindwa kuelewa nifanye nini. Ana miezi miwili nyumbani simuoni. Kila siku nahangaika kumtafuta yeye. Na hivi unavyoona hawa mbona wanakimbia. Sijajua wanakimbia kwa sababu ya nini, sio kwa sababu ya muonekano wangu, sio wananichukuliaje. Ila tuachane nao yote. Nasikia kwamba anakaa sana, anapenda sana kushinda hapa, ndio maana umeona nimekuja. Nilikuwa na muomba arudi nyumbani. Kakake bado anamhitaji. Kakake bado anataka mdogo wangu asome. Ili na kesho na kesho kutwa afanye mambo mengine, sio kama anayofanya sasa hivi. Ndio wangu sasa nasikia anatembea na watu wazima. Sister, nimekufikishia ujumbe. Ila sasa endapo nitamtafuta mimi mwenyewe, ama zake ama zangu. Hivi Mama Smart, unamjua huyo binti ambaye kijana wako anaenda kumuoa? Amefanyaje? Labda tu mjui vizuri, kwa taarifa. Yule binti hamfai kijana wako kabisa. Hivi unachokiongea uko sahihi kabisa. Una maana gani kusema hivyo? Hicho ndo nilichotaka uniulize ili nikufafanulie. Hivi wewe kijana wako si amesoma na ana elimu ya kutosha?
Kwa nini nilikudondokea kwa mabinti kama wale? Binti wa ovyo. Kazi yao kubwa hapa mtaani ili kula, kulala, kuvaa ni kujiuza. Kwa nini asitafuta hata msomi mwenzake? Wewe dada, uko sawa kabisa? Niko sawa, ndio maana niko hapa na kuambia wewe vitu vilivyopo sawa. Hivi unachokiongea iko una hakika nacho? Kingekuwa sina uhakika nisingekitamka mbele yako. Yule binti amfai kijana yako. Anyway, wanasema kwamba mapenzi upofu, lakini kwa pale ule sio upofu, maana hata kipofu kuna ishara zake, akizigusa najua hii sehemu sahihi. Pale ame wrong number, yaani kwa herufi kubwa ame wrong number, amekosea kabisa. Wewe kama mama, kaa na kijana yako. Kama unaona mimi nadanganya, mchunguze yule binti. Yule binti yule alolaanika yule ndio akamuoe mwanangu aliyesoma na elimu yake akawe chokola kama ile? Haiwezekani. Mtoto amelaanika duniani mpaka akhera, yaani mwanangu akawa uchafu aniingizie ndani. Thubutu yake hata mara moja hawezi. Hiyo ni taarifa tu mama. Utekelezaji sitamani ufanyie mbele yangu, kaufanyie kwa mwanao. Ongea na kijana wako, usipoangalia baada ya ndoa utauguza mtoto. Binti kanivuruga huyu jamani. Smart, mwanangu mimi leo mzaa kutoka tumboni miezi 9 akawe uchafu amletee ndani. Kumsomesha nilipomsomesha hapo anifanyia ujinga. Hapana, siwezi kuweka chokolaa ndani kwangu. Kwa pesa nilomsomesha mwanangu akaoe malaya ushindikana, kaumba kule kashinda, kaunga kachakaa, aje niletee ndani kwangu. Thubutu yake. Nisikilize kidogo. Naomba uniache. Nisikilize basi. Unajua nimekuchoka hivi. Nisikilize. Naomba nisamehe. Mpenzi wangu naomba nisamehe. Bwana, nakwambia sirudi tena kufanya makosa, sikukosa hivi tena kwanza leo mpenzi wangu. Naomba nisamehe mimi wako. Mimi nimekukosea mpenzi wangu, naomba nisamehe. Mimi siwezi bila wewe na hapo mpenzi. Nisamehe mimi wako lamu. Siwezi mimi wala tena.